Ndio, yaani ni hivi. Kei na mama kuna sehemu ya siri wamepanga kutoka. Ndio. Kwa sababu leo kuna mbaba amekuja akawa anazungumza na Kei na mama. Wakati anazungumza nao katika mazungumzo yao walikuwa wakimtaja sana Zuri. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa kwamba huyo mbaba anaweza kuwa anahusika. Sijui, ila inaonekana ni sehemu ya siri sana kwa sababu walikuwa maongezi yao wanafanya kwa siri. Hawakutaka mtu yote asikie. Kwa hiyo mimi nimefanya tu kuwasikiliza kisiri hata hawajaniona. Sasa mimi nakuomba kitu kimoja, kwa kama utakuja basi wewe na asubuhi na mapema sana ufanye haraka kwa sababu safari yao ni asubuhi sana na mapema. Basi hamna shaka. Lakini ungefuatilia wewe. Nafuatiliaje mimi? Wewe mwenye suluhisho kutoka, umenizuia kutoka. Hata hapa penyewe tu niko peke yangu nimetafuta nafasi nimejificha na kuelezea mambo. Penyewe nikikuta wataniua, mimi naomba tu nikate simu tafadhali. Kwa hiyo siku zote tunakaa na wewe ndani, kumbe wewe ni msaliti. Umekuja kwa ajili ya kutupeleleza, si ndio hivyo? Ulikuwa unaongea na nani? Siongea na mtu Kei. Sikiliza. Mimi sio mtoto mwenzio. Ninapokuuliza swali nataka unijibu. Mimi sio mjinga ndio kuuliza hivi. Nimesikia kila kitu ulichokuwa unakiongea. Nimesikia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo ninapokuuliza na maana mimi sio chizi. Ulikuwa unaongea na nani? Mungu Kei, sijaongea na mtu. Toka tu umenisikia vibaya, mimi sikuwa naongea na mtu yeyote yule. Wewe. Sikiliza. Unajua kwa nini naitwa Kei? Ni jina dogo sana lenye herufi moja. Leo nitakuonyesha kwa nini mimi nifungua. Nifungua milango yote. Duniani na hata kuzimu. Kei, kweli mimi sikuwa naongea na mtu Kei. Sikiliza. Leo ndio utajua kwa nini naitwa Kei. Jina lenye herufi moja. Yaani mimi ni ufunguo wa duniani na kuzimu.
muuzaji atakuwa wapi? Sasa hivi mpaka muda huu muuzaji atulie ofisini na kuaje? Bado unakili timamu. Hujui biashara yako au? Watu tunasubiri muuzaji umekaa unahangaika. Maana yake nini sasa? Babe, unamwelewa huyu? Hebu naomba kuhudumie basi faster. Subiri kidogo. I'm sorry. I can't. Sorry. Sorry for what? Sorry kwa mambo ya kujitakia? Kweli sikutarajia. Kweli nini wewe? Sikutarajia mimi kweli kufanya kile kitu. Nisamehe. Hivi ulishawahi kuona wapi mtu anateleza alafu anafurahia? Umewahi kuona wapi? Kwamba unateleza alafu unaanza kuenjoy, you just laughing. Enjoy. Mimi sio mtoto mdogo, sawa? I have eyes, naona kila kitu kinachoendelea. I know. Do you know how love is, pain? Do you know it? Angel, love is weak. Hayo mapenzi yanaweza kumfanya jambazi kawa pasta. Unaweza ukabadili mkate mgumu ukawa mlaini bila hata ya chai. Love can change everything. Samehe. Naondoka na kuacha 2 weeks. Tayari umekwisha anza kufanya upuuzi. Ziko wapi zile ahadi ulizokuwa unaniahidi? Wewe Nisamehe. nikusamehe kwa lipi? Angel, unasamehe kwa sababu umefanya ukijua. Ukiona? Sijafanya kibaya lakini haikai. Kwa kile kizuri. Nakuuliza Angel, kile kizuri? Bwana haikai. Sikutarajia, nimekwambia haikai. Mimi mwenyewe sikupenda hiyo hivi. Lakini vipi hivi? Kuhusu mimi, hebu achana na mimi kwanza. Hebu tujadili upuuzi ambao umeufanya within 2 weeks bila hata kutarajia kujua kama kiasi gani utakuwa unaniumiza. Bila kujua kwamba Haikani yuko wapi. Do you remember your last promise? Uliniambia nisije nikafanya yale niliyofanya nyuma nikuacha peke yako. Uliniambia nisije nikaondoka nikaacha kuja tena.
And I remember you was crying. You was crying for pain. Oh no, what are you doing? Ina maana ulikuwa ninafikia, si ndio? Hapana, Icon, usifikirie hivyo. Mama umeenda mbali. Sawa. Ila naomba tu utambue kitu kimoja. Mimi sikwenda mahala popote pale. Tokea mara ya kwanza na nilikuaga na nilibakia hapa, lakini nilifanya vyote vile kwa ajili ya kutafuta ukweli. Kwa sababu niliona nikibakia pale nyumbani sitopata ukweli, kwa sababu wahusika wapo ndani ya nyumba. Ndio maana nikaamua kuwa hivi. Yote kwa ajili ya kupata ukweli juu ya kifo cha mdogo wangu. Lakini remember nilikwambia baada ya haya yote kuisha, Angel, I will marry you. I will marry you. I told you that I will marry you, Angel. Why you don't want to remember my promise? Hapana, Icon, shetani tu ali. Hebu shut up, shetani gani huyu? Just release shetani. Yaani shetani gani ambaye anaweza kukufanya wewe ukaenjoy kufanya madhambi? Ni shetani gani ambaye anakufanya utoke nyumbani alafu uende? You just enjoying barabarani kila mtu anawaona mapenzi mubashara. Mapenzi wazi yani. You don't scared. Tumefanya chochote kile kibaya, Icon. Mwenyewe umetuona pale, hakuna lolote bambo tumefanya. Samee. Sasikia. Tuna nyumbani. Utakaa hapa pamoja na mimi from this time mpaka pale nitakapomaliza kazi yangu. Lakini Icon, unasema nini hivyo? Sasa unanipeleka kwako hapa. Hii sehemu ndio ambayo mimi nilikuwa naishi. Hii sehemu ndio tukia siku ile na kuaga kwamba naondoka ndio nilikuwa nakaa hapa. Na nafanya hivi kwa ajili ya kuharakisha haya mambo yaishe mapema. Zumuni langu kubwa lilikuwa ni kuhitaji tu kufunga ndoa na wewe, na ndio maana sikutaka kuondoka na kuachia jeshi la polisi peke yake. Na utakaa hapa muda wote ambao nitakuwa naendelea kufanya kazi zangu. Namba simu yako. Simu? Unataka kuchukua ni simu tena? Ndio. Tumefanya. Icon, it's not fair. Unafanya vibaya. Mwangalia simu hii silivyo. Alafu naacha peke yangu. Sasa unicheka simu, hata nikipata tatizo niwe na tafuta. Simu tu. Please. Nini? Nipe wewe. Lakini Icon, it's not fair. It is fair. Fanya vizuri, Icon. Unafanya ni sahihi. Sawa, ndio nimefanya kosa, lakini sio kunileta huku kuna mafia kuku vya mbuzi unakuanza jengo lenyewe bufu yani Icon. Ndio nafanya hivi vyote kwa sababu tu nakupenda. Nafanya hivi vyote kwa ajili ya kulinda penzi langu. Au unataka na mimi nianze kukuchezea kama wao wavulana wengine wanavyokuchezea? How do you think that is the right person to you? Come.
Nimefurahi kukuona sana dada yangu. Nashukuru. Habari za siku? Njema tu, za nyumbani. Mungu ni mwema, familia iko safi kabisa. Sister, mimi nimekuja hapa na shida moja. Nahitaji msaada wako. Sister, unakumbuka kuna kipindi nilikuja kukuomba dawa ya kudhoofisha tezi dume za mshikaji mmoja hivi? Ni yupi na anaitwa nani? Huyu mchezaji mpira maarufu huyu Chiko. Yule jamaa aliyepigwa na mpira. Huyo. Sawa. Sasa sister, mimi yule mke wake nimeshaachana naye sasa hivi. Siko naye tena kwenye uhusiano. Kaniletea mambo ya kijinga, mambo ambayo hayaeleweki. Yaani sister, huwezi kuamini. Yule mwanamke kaniharibia mipango yangu mingi sana. Yaani sitaki hata kumuona. Yaani hapa ninapokuambia niko chini ya miguu yako, nahitaji msaada wako. Yaani nataka nimwalibu yule mwanamke. Unipe dawa yoyote, iwe sumu, iwe ni chochote, mimi sitaki kumuona yule. Raimu, unajua unakuwa unanipa mtihani mkubwa sana. Kama mume wako umemfanya vile, leo tena mwanamke anataka kumwona. Kwa hiyo unakuwa na roho ngumu kiasi hicho, ndugu yangu. Usifike huko bwana. Sisi wewe msikilize basi. Mimi na wewe tumefanya madili mengi makubwa. Sawa? Hao ya mume wake siku mwalibu wewe achana nao, ni nini sasa? Mimi unajua kwamba mimi nakutegemea sana wewe. Sitegemei kwamba wewe utaniangusha mimi. Nahitaji msaada wako. Hata kama inakosekana sumu, hadi kali wewe nipe mimi. Sitaki kumuona hata kwenye uso wa dunia hii. Yaani atutuke. Sawa, kwa sababu tumeshafanya madili mengi na wewe ni mtu wangu. Mimi hiyo kazi yako nitaifanya. Lakini angalizo. Ndiyo. Sitaki mtu yeyote ajue kama mimi nafanya hizi issue. Ule. Unataka kuniambia una hofu na mimi dada yangu, si ndio? Sina hofu na wewe, lakini ndugu yangu inaweza ikatokea. Mna bwana. Niamini. Basi sawa. Tuelekee ofisini kwa sababu na mimi tayari nipo. Sawa. Dada, mambo? Okay, by the way, ninaitwa Dr. Yani. Huenda ukawa umepata bahati ya kukutana na mimi. Maybe tuweze tukajuana, you know? Sijui unaitwa nani? Sijui basi. Sasa wewe unaondoka bila hata kusema chochote, Au nimekosea kukuuliza jina lako? Okay, by the way, nisichukue sana muda wako. Unaweza ukanipa namba ya simu? Labda subiri basi. Unajua, hebu niandike namba ya simu kwanza hapa. Au niandike mwenyewe? 07. Mwanaume, mwanamke.